freely express yourself. Jeff Kirui, KTN. Watetezi wa haki, wataalamu wa sheria na wakosoaji wa serikali sasa wanaonya kuhusu athari kubwa zinazoweza kujitokeza kutokana na mashtaka ya ugaidi yaliyofunguliwa dhidi ya waandamanaji na wakosoaji wa serikali kote nchini, wakisema hali hiyo huenda ikaichafua sura ya Kenya kimataifa na kuathiri fedha za kigeni zinazoingia nchini. Kama Winfrey Owino anavyoripotia, hakuna sheria ya kimataifa kuhusu ugaidi, lakini Kenya ina sheria ya kuzuia ugaidi ya mwaka 2012 ambayo inaelezea makosa yanayoweza kuchukuliwa kama ugaidi, ingawa wakosoaji wanasema serikali sasa inatumia sheria hiyo kukandamiza upinzani. Kwa wiki mbili zilizopita, mahakama ya Kahawa imekuwa na shughuli nyingi, huku waandamanaji na sauti za upinzani wakiwemo vijana wakishtakiwa kwa ugaidi. Jumanne, waombolezaji 8 waliokamatwa kwa kuchoma kituo cha polisi cha Mawego, kaunti ya Homa Bay, wakati wa msafara wa mazishi ya Albert Ojwang, walifikishwa mahakamani kusikiliza uamuzi wa dhamana baada ya kukana mashtaka ya ugaidi waliokuwa wameshtakiwa. Ili kuelewa sheria hiyo ya kuzuia ugaidi, ni lazima turejee nyuma miaka 12 tu baada ya taifa kupata uhuru, wakati kituo maarufu cha mabasi cha OTC jijini Nairobi kililipuliwa na kusababisha maafa ya takriban watu 30. Hilo lilikuwa shambulio la kwanza la kigaidi nchini. Miaka 5 baadaye, shambulizi lingine lilitokea katika hoteli ya Norfolk hapa jijini tu. Kisha likaja shambulizi la bomu katika ubalozi wa Marekani nchini Kenya mwaka 1998. Tukio hili liliwatia wasiwasi watu wa ndani na nje ya nchi. There was also a push by the international community, particularly the United Nations, to have every country to legislate on terrorism. So Kenya as a country, we had a lot of pull and push to specifically understand why we need this piece of legislation. Focus or function of the porter is to help us in preventing, and over and above preventing, in prosecuting those who have succeeded in causing acts of terror within our local, our localities or within the Republic of Kenya. Wakosoaji wa serikali wanasema serikali sasa inatumia sheria ya ugaidi kukandamiza sauti za upinzani kupitia mashtaka mazito, lakini wanasema hili lina hatari ya kuichafua taswira ya nchi katika jukwaa la kimataifa. When the international community starts seeing tens of people being charged with terror-related charges, it basically means that Kenya as a country is a security risk, because we have terrorists. They are even in court. So the economic repercussions, for example, it means you're scaring away investors. We should not trivialize that act. That act should be used in the most rarest of cases, where we have people who are attacking us in Lamu, Boni Forest. Lakini je, ni wapi wa Kenya wanakosea? The public must always interrogate what we are doing. Does it fall within the definition of what terrorism is? When you are called upon to demonstrate, to speak out, to picket, to assemble, you must do so peaceably. Please avoid the temptation of walking with Molotov cocktails, walking with arms, pangas and all those things. Vita dhidi ya ugaidi ni kipaumbele muhimu kwa serikali. Hata hivyo, jinsi sheria za kupambana na ugaidi zinavyotekelezwa kwa sasa kunaleta mazingira ya kisheria ambapo uhuru wenyewe ambao sheria hizi zinakusudiwa kulinda uko hatarini. Hii imechochea wito wa dharura ya kukagua upya sheria hizo ili kuhakikisha haki haikandamizwi kwa jina la usalama. Winfrey Owino, KTN. Kwenye taarifa ya tanzia, wakazi